Sasa, hebu fikiria hili. Vipi kama ningekwambia kuna mfumo wa zamani wa miaka ya 1900 ijayo ambao ulidai kuwa na siri ya afya, mafanikio na furaha? Na siri yenyewe imejificha kwenye namba. Karibu sana. Hivi, umeshawahi kujisikia kama unajua kuna kitu hakiko sawa maishani mwako? Kama vile unajitahidi kupata uwiano fulani, lakini mambo hayaendi sawa. Ni hisia ambayo wengi wetu tunaipata. Na kitabu tunachokiangalia leo kinadai kuwa na jibu la yote hayo. Na hapa ndipo mambo yanapovutia. Kitabu chenyewe kinaitwa The Ancient Science of Numbers, kiliandikwa na Luo Clement, na wazo lake kuu ni la kushangaza kweli. Anasema jibu la mafanikio yako halipo mbali, limefichwa kwenye jina lako ulilopewa. Sio bahati mbaya, bali ni nguvu kubwa inayoongoza maisha yako. Sawa basi, hebu tuchimbe zaidi kwenye wazo hili. Tunaanza na sehemu ya kwanza, siri katika jina lako. Hapa ndipo tutafunua msingi wa falsafa ya kitabu hiki. Kulingana na mwandishi, wazo hili si jipya hata kidogo. Anasema wanafalsafa wa zamani huko Mashariki walilijua hili kwa maelfu ya miaka. Yaani, fikiria uzito wa jambo hili. Waliamini katika nguvu ya jina kiasi kwamba walikuwa tayari kubadilisha majina yao, kitu ambacho ni kiini cha utambulisho wa mtu, ili tu kuepuka mikosi na majanga. Sasa, tunaingia kwenye kiini hasa cha mafundisho haya. Katika sehemu hii, tutaangalia sayansi ya mitetemo. Hapa ndipo tunapoona jinsi mfumo huu unavyochanganya mambo ya kiroho na kile unachokiita mpangilio wa kihisabati. Na hii hapa ndio nadharia yake kuu, kwamba kila kitu ulimwenguni, yani wewe na mambo yako yote, vinaongozwa na kitu anachokiita hisabati takatifu. Sio ile hesabu ya shuleni, la. Ni wazo kwamba ulimwengu wote unafuata mpangilio fulani wa namba, na mitetemo hii ndiyo inayoweza kuleta bahati nzuri au mbaya maishani. Na kinachovutia zaidi ni jinsi anavyosema hii hisabati takatifu inavyojidhihirisha. Anasema kuna milingano minne na yote imeungana. Yaani, mitetemo hii inaweza kuonekana kupitia herufi za jina lako, namba zinazohusiana nazo, rangi fulani na hata sauti za kimuziki. Ni kama vipande vinne vya fumbo moja. Kwa hiyo, msingi wa yote ni huu. Je, mitetemo hii inapatana au inagongana? Kama kuna milingano, yaani uwiano, basi maisha yako yatakuwa na bahati na mafanikio. Lakini kama kuna mpasuko, yaani kutopatana, hapo ndipo matatizo na mikosi huanzia. Hiyo ndiyo hoja kuu. Sawa, sasa twende kwenye patia ya kufurahisha zaidi. Tutaona jinsi ya kuifanya hesabu hii wenyewe. Tunaanza na hatua ya kwanza kabisa, kukokotoa namba ya jina lako. Na ili kufanya hivyo, tunahitaji zana moja muhimu sana. Hili hapa ni jedwali la kwanza la mitetemo. Kimsingi, ni kama ufunguo wa siri wa mfumo mzima. Linaonyesha kila herufi ya alfabet ina namba gani, na hivyo basi mtetemo wake maalum. Mchakato wenyewe ni rahisi sana. Hebu tutumie mfano kutoka kwenye kitabu. Jina Ana. Unachukua kila herufi na kuipa namba yake kutoka kwenye lile jedwali. A ni 1, N ni 5. Kwa hiyo tunajumlisha 1 jumlisha 5 jumlisha 5 jumlisha 1. Unapata 12, lakini tunataka namba moja tu. Kwa hiyo tunajumlisha tena tarakimu zake. 1 jumlisha 2. Na hapo unayo 3. Hiyo ndiyo namba ya jina la Ana. Namba hii moja ndiyo kiini cha uchambuzi wote unaofuata. Lakini subiri, bado hatujamaliza. Namba ya jina ni kipande kimoja tu cha fumbo. Ili kupata picha kamili, tunahitaji kipande cha pili, ambacho ni namba yako ya kuzaliwa. Hii ni rahisi zaidi kupata. Inatokana tu na tarehe yako ya kuzaliwa. Siku ya mwezi, si mwezi wenyewe, wala mwaka. Mfumo ni ule ule wa kupunguza namba. Kama umezaliwa siku yenye tarakimu moja, kama vile tarehe ya kwanza, basi namba yako ni 1. Rahisi. Lakini kama ni tarehe yenye tarakimu 2, kama tarehe 14, unachukua 1 na kuongeza 4
na unapata 5. Unaona? Sawa. Sasa tuna namba zote mbili, namba ya jina na namba ya kuzaliwa. Hapa ndipo tunapata jibu la lile swali muhimu. Je, maisha yako yana mlingano, yani uwiano, au yana mpasuko? Na hivi ndivyo tunavyojua. Kitabu kinasema namba zote 9 zimegawanywa katika timu 3, anaziita utatu. Namba zilizoko kwenye timu moja zinapatana vizuri, ni kama marafiki wakubwa. Sasa tumrudie Ana. Namba yake ya jirayo ilikuwa 3, sawa? Hiyo ipo kwenye timu ya 3. Lakini tuseme alizaliwa tarehe 1. Namba yake ya kuzaliwa ni 1, ambayo ipo kwenye timu ya kwanza. Kwa sababu namba hizi ziko kwenye timu tofauti, basi kulingana na kitabu, matokeo yake ni mpasuko au mitetemo isiyo na uwiano. Okay, tumefanya hesabu zote hizi, tumeona kuna mlingano au mpasuko, lakini swali ni, kwa nini? Lengo na haya yote ni nini hasa? Hiyo ndiyo tutakayoangalia katika sehemu yetu ya mwisho, dhamira ya namba. Na hili ndilo lengo kuu la kitabu, kulingana na mwandishi, ni kuwa msahihishaji mkuu wa makosa ya binadamu. Yaani, kinataka kukupa wewe zana za kugundua kama kuna tatizo, kama jina lisilo na uwiano, na kukupa uwezo wa kulirekebisha ili uweze kubadilisha maisha yako kutoka kwenye mikosi na kuelekea kwenye mafanikio. Na anamalizia kwa msemo huu mzito sana: na iwe kwako sawasawa na imani yako. Hii inaonyesha kwamba sio hesabu tu, bali imani yako katika mfumo huu ndiyo inayokamilisha nguvu yake. Na hapa tunakuachia wazo hili. Fikiria kwa makini. Kama ungeaminishwa kweli kabisa kwamba jina lako ndilo chanzo cha matatizo yako yote, je, ungekuwa na ujasiri wa kulibadilisha? Ni swali zito, sivyo? Asante kwa kuwa nasi.